Uwekezaji kwenye muda, investing in time. Watu wengi wanazungumzia uwekezaji wa fedha, majengo au biashara, lakini wachache sana wanazungumzia uwekezaji kwenye muda. Na ukweli ni huu, hata hela inahitaji muda ili izalishwe. Kwa hiyo, mtu anayeweza kuwekeza vizuri kwenye muda wake, anaweza kuwekeza vizuri kwenye maisha yake. Time is what we want most, but what we use worst, alisema William Penn. Sasa swali ni moja, unawekezaje kwenye muda wako? Hebu tusikilize mambo haya matano muhimu. Namba 1, panga muda wako. Plan your time. Hakuna mafanikio bila mpangilio. Kila siku iwe na ratiba ya mambo ya kufanya. Usiache siku ikupange, wewe ndio uiweke kwenye ramani. If you fail to plan, you plan to fail, alisema Benjamin Franklin. Namba 2, weka vipaumbele. Set priorities. Si kila kitu ni cha muhimu. Fahamu tofauti kati ya cha dharura na cha lazima. Watu wengi wanashughulika na mambo madogo wakasahau makubwa. Jua kinachojenga kesho yako, kipaumbele kiwe hapo. Namba 3, jifunze kila siku. Deep learning daily. Kila dakika unayotumia kujifunza ni uwekezaji kwenye akili yako. Soma vitabu, sikiliza podcast, angalia video za elimu. The more you learn, the more you earn, alisema Warren Buffett. Namba 4, epuka wapotezaji wa muda. Avoid time wasters. Simu, majungu, social media zisizo na maana. Hivyo ndivyo visivyotajwa, lakini vinaua ndoto za wengi. Tumia teknolojia kukuza, sio kupoteza. Beware of the thieves of time. They don't steal money, they steal focus. Namba 5, tumia muda kwenye uhalisia wako. Invest time in your purpose. Usiwekeze muda wako kwa kuigiza maisha ya watu. Wekeza kwenye kile kinachokufanya wewe. Ndoto zako, maono yako, kipaji chako. Muda unaoweka kwenye lengo lako leo ndio utakaolipa kesho. Don't count every hour in the day. Make every hour in the day count. Kwa hiyo, kumbuka, uwekezaji bora kuliko zote ni uwekezaji kwenye muda wako. Huo muda ndio utabeba ndoto zako, mafanikio yako na heshima yako. Imani yako na juhudi zako ndio zitakazobadili ulimwengu. Bye.